Hii ni safari na uhondo kuhusu mchezo wa kandanda wa chuo kikuu cha Kibabii wanaojulikana kama Kibabii United kwa umahiri na ubora wao. Kumbuka, Kibabii United ni kikosi ambacho kinatamba kwenye mkoa wa Magharibi, na katika safari hii tuliweza kutangamana na mkufunzi wa kikosi hiki anayejulikana kama Mzungu Munga. Kwa majina ni Mzungu Munga alias Kihali Maishu, hiyo ndo jina wananijua hapa shule. Mimi ni school team coach men soccer. Munga alieleza kuwa yupo mbioni kutayarisha na kunoa kikosi chake ili kushiriki mashindano ambayo yapo njiani. Mojawapo ya mashindano hayo ni ikiwemo mashindano ya Wekusa ambayo huhusisha vyuo vikuu vya mkoa wa Magharibi. Vyuo hivi ni ikiwemo chuo kikuu cha Kibabii, Kaimosi na Masinde Muliro. Wekusa games hizo ni games hufanyika kwa university ambazo ziko Western region. Mostly huwa zina involve 3 universities. Moja ni Kibabii ambao ni yetu, ya pili ni MUST Masinde Muliro, na ya tatu ni Kaimosi Kafu. Za mwaka huu ama this academic year zitafanyika Kafu, na timu 3 tu ndo zitaparticipate: Kibabii as usual, MUST na Kafu. Mkufunzi huyu aliendelea kutupa taswira kuhusu mashindano haya ya Wekusa ambayo yalifanyika mwaka uliopita. Kibabii United waliandikisha matokeo bora kwenye michuano hiyo. Kibabii United walishiriki mechi 2 ambapo walipata ushindi dhidi ya chuo kikuu cha Kaimosi mabao 2-0. Baadaye, kutokana na uchovu waliokuwa nao, waliambulia kichapo cha bao 1-0 mikononi mwa chuo kikuu cha Masinde Muliro, anavyotuarifu mkufunzi huyu. So last year tulicheza only 2 games hiyo Wekusa, ambao ya kwanza tulicheza against Kafu ambao tuliwin 2-0, alafu game ya pili tulicheza na MUST. MUST wali manage kutubit 1-0. Nitasema wachezaji wangu walichoka kwa sababu walikuwa wametoka kwa game, alafu ukiangalia jua ni kali pia, so games ilikuwa 2 na tuliproceed. For the first time Kibabii ili proceed. Nitasema tu hivyo, nitachilia tu hapo. Kando na Wekusa, Munga ameiongoza timu yake ya Kibabii United kwenye mashindano mengine makubwa kama vile Cleophas Malala Cup ambayo huhusisha vilabu bora kote nchini, na mashindano haya yaliiwezesha timu yake kuboresha viwango vyake na kupata uzoefu. Sasa hii hapa unaponiona nimevaisha ya Cleo Malala. Hii ndo ilikuwa the first tournament tunacheza kama Kibabii United. So hizo miaka za nyuma ilikuwa si Kibabii United, ilikuwa ni timu ambayo inakuwa selected based on teams. Lakini tuseme kuanzia mwaka jana timu imekuwa strong, na hii timu imekuwa strong kwa sababu tuli build as a family. Players wana contribute, management ina contribute na pesa kidogo kwa kutoka kwa wale mafans wa soka. Kuna some special people ambao ni wa acknowledge, lakini siwezi wa acknowledge mbele ya. So kuna wale watu ambao nitawa acknowledge walitusaidia kwa medics, kuna watu walitu acknowledge kutusaidia kwa matransport, na pia kuna ofisi ya shule ambayo ilitusaidia, ili chip in kiasi upande wa lunch, upande wa accommodation. So nitasema kwa sahihi mwaka jana tulikuwa hatuna sponsor, tulikuwa hatuna msi anaitushikilia katika. Tukizidi kusonga mbele ni kwamba kikosi hiki cha Kibabii ni kikosi ambacho kimesheheni wachezaji kutoka vilabu takriban 19 vinavyoshiriki ligi kuu ya Kibabii. Munga alitupa taswira jinsi anavyotumia ubora wake kupata wachezaji wenye tajriba kutoka hivi vilabu 19 bila upendeleo na kutengeneza kikosi kimoja imara. Mimi sahi am only 23 years old na mimi ndo school team coach. Nina train wasi ambao wako more than 20, wako 27 years, wengine wamenizidi miaka. So hiyo ni challenge ya kwanza, kupata ile sauti kama school team coach. Je, niko nao? Kuna wachezaji wako more exposed than mimi. Je, watanisikiza? Hiyo ni challenge ya kwanza. Challenge ya pili, kwenye hii Kibu Premier League kuna zaidi ya 17 teams. Na kwa kila team kuna zaidi ya 15 players. So kusema nina come up na only 25 players na isikue biased, wakati mwingine huwa ni shida sana. So out of those 17 teams nikishukisha akili yangu na kidogo ya wale ambao wananisaidia, hata nikakuja na wale 30 players, bado nikisema first 11 kuna wengine wanasema nimewabania. Hiyo ni challenge yangu ya pili ambayo sana sana huwa naikubali, lakini nasema lawama ni lazima. Kama unataka uendelee, you must have a firm decision. So hiyo ni challenge ya pili. Na challenge ya tatu ni kuwa boli iko na siasa hata kuliko siasa zenyewe. Boli iko na makatels wabaya hata kuliko siasa yenyewe. Utakuta mimi ndo napanga squad.
lakini hiyo squad kuna wasee kama 6 wanataka wakuwe involved na hiyo squad. So sometimes nikisema ninaoma nje, jina langu linachafuka huko nje. Hiyo ni challenge nyingine ya 3. Na challenge ya 5 ni kuwa tunafanya hii kitu kwa sababu ya passion. Hii kitu tunaifanya si kwa sababu tunalipwa. So at the end of the day unakuta players wana hit DM yangu, coaches, nimecheza ball sina kakitu, sina kitu fulani. Hiyo ni challenge nyingine ambayo sana sana huwa inanipiga. Mimi ndo school team coach, alafu kuna players wanataka niwasaidie na 1 2 3. Kuna wengine wana undergo some emotions ambazo nianze kuwasoma before game, ili hata tukiingia kwa game ninajua huyu player huyu ana suffer from nini na nini, huyu player huyu ana. Nimeunda ile team kama familia, lakini still the family inanipia challenge, kwa sababu kuna wengine wanasema napendelea, kuna wengine nasema siwapendelei. Munga, safari yake ya kuwa mkufunzi ilianza akiwa kidato cha pili. Kwenye safari hii aliweza kumpongeza na kumshukuru mkubwa wake aliyemshika mkono na ambaye ni Ancelotti. Mzungu kwa mara ya kwanza kabisa alipewa usukani kuiongoza timu ya Catalans inayoshiriki ligi kuu ya Kibabi. Alieleza kuwa huo ndio ulikuwa mtaji mkubwa aliopata wa kwanza kabisa. Kwenye timu hiyo alimshukuru Mustafa bin Zaid ambaye pia alisimama na yeye na kuiongoza timu ya Catalans. So kwa hii journey yangu ya kuwa coaches wa school team ilianza back then nikiwa form 2. Nikiwa form 2 kuna watu wawili ambao naweza wa big up wamepushi hii dream yangu ikuwe valid. Mtu wa kwanza naweza big up ni Ancelotti. Tulikuwa tukikaa na Ancelotti, nakumbuka hiyo time ilikuwa ya 2018 World Cup ambapo France ilichukua hiyo World Cup. Hiyo ndo time mimi nilikuwa interested in coaching. So Ancelotti angeniambia vitu ambavyo viko outside football haviko in the pitch. So I was interested na vile vitu ambavyo viko outside football. Ni kwa sababu gani wachezaji wakienda hapa wako na hii style of play, hawa wako na hii style of play. Utakuta kuna kocha fulani anajulikana kwa sababu yeye yuko defensive, kuna mwingine anajulikana kwa sababu he is more of attacking. Hizo ndo vitu zile ni push nikakujia kwa hii journey ya kuwa kocha. Na platform kubwa ambayo nashukuru nilipewa ya kwanza ni Catalans. Na katika Catalans namshukuru sana mtu mmoja anaitwa Mustafa bin Zaid. Mustafa bin Zaid yeye ndo alikuwa trainer. Lakini alikuwa too much contented na ile comfort zone ya kuwa trainer. So mimi nikaona kuna step moja juu ya kuwa trainer ambao ni kuwa coaches. So back then nilikuwa ninaweza kukochia timu kutoka kwa bench, lakini nikapata courage siku moja nikasimama kwa hiyo field. Na niliposimama kwa hiyo field nikaona kila player anaweza nisikiza. Na hivyo ndo nikagundua ya kuwa you must make them a family ili wakuite coach. Lazima wakuite baba wao kwa uwanja ili wakuheshimu. Na hii kitu watu wengi wao wanaitumia vibaya. Hii simu watu wengi wanaitumia vibaya. Many of them wanaitumia kwa kuchat, many of them wanaitumia kucheza ma games. Lakini mimi nilitumia hii simu yangu kujitrain kuwa coaches. Hii simu yangu ndo imenisaidia mpaka sasa hivi mimi ni coach wa Kibabi School Team nikiwa 23 years old. Hiyo dhari ni a big milestone nimecheza kwa life yangu. Sio rahisi msee kufika kwa hiyo kiwango hiyo alafu yuko 23 years old. Kupewa majukumu ya shule na uko 23 years old huwa nasema na big milestone. So nasema bado tena. The moment ukirealize uko kwa comfort zone na ukitosheka kuwa kwa comfort zone, hakuna sehemu nyingine utaenda. Make sure umetoka kwa comfort zone yako. Nilitoka kwa comfort zone yangu, ndo sasa hivi mimi niko chezi. Mkufunzi Mzungu Munga aliupongeza uongozi wa shule kwa kumpa mkono kwenye kazi yake. Alieleza kuwa sasa anapata usaidizi wa kukidhi mahitaji ya timu kama vile kununua mipira, jezi na hata matibabu ya wachezaji. Kando na shule, aliwapongeza pia marafiki, wadhamini na hata mashabiki kwa kusimama na yeye kwenye safari yake. Hadi tamati, mpenzi mtazamaji wangu, huo ndio mwisho wa safari ya kikosi cha kandanda cha chuo kikuu cha Kibabi. Zidi kujumuika nami Lewi Sweleula kwenye YouTube channel inajulikana kama Presenter Lewi kwa mengi zaidi.